Kwenye makala ya Song of the Week, leo tunamwangazia Dr. Ipiana na wimbo wake unaogusa mioyo ya wengi, Niseme Nini. Yatenda kwangu ni mengi. Dr. Ipiana ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka Tanzania, anayejulikana kwa nyimbo zake zilizojaa uwepo na nguvu za Mungu. Umenipa jina Baba, nina kushukuru. Niseme Nini ni mojawapo ya nyimbo zake zinazopendwa sana. Ni wimbo wa kumshukuru Mungu kwa matendo yake makubwa ambayo hayawezi kuelezeka kwa urahisi. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Wimbo huu ulizaliwa kutokana na tafakari ya maisha yake. Akiona wema wa Mungu, ndipo akauliza, kwa haya yote niseme nini? Nimekuja kushukuru. Je, Dr. Ipiana aliupataje wimbo huu? Normally when I'm in my private sessions with the Lord Jesus, ninajipata ninakuwa namwambia maybe maneno ya kumpenda. So ni kama vile ambavyo huwezi kucompose love words kama unataka kuexpress. You just express your heart to your loved one. So I normally get songs nikiwa kwenye prayer wakati namwambia Mungu maneno ya kumshukuru au kumpenda. Na Mungu anayapenda sana hayo maneno, anatamani pia hayo maneno dunia nzima imwambie. So anayaweka hayo maneno kwenye melody. So I was telling him the other day kwamba all that you've done is surpass my understanding. Na siwezi kuhesabu baraka zako, shuhuda zako siwezi kuzieleza. Akasema, oh, these are nice words. We can put them in melody ili sasa dunia nzima hiyo inaniambia these words. Kwa hiyo nilijipata tu nimeziweka hayo maneno. Mungu ameyapa melody, ameyapa tone, na everyone na relate na hayo maneno. So ni Mungu tu ametamani everyone amwambie yale maneno. Ndio maana imeendelea kufanya vile ambavyo inafanya. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Umenipa jina nisiyestahili, baada ya matendo mengi makubwa ya Mungu na vitu vilivyokuwa vinatokea kwenye maisha yangu. Kupewa jina ni vile ambavyo unaona Mungu anafungua milango mingi ambayo kiukweli haujafanya effort zozote ambazo unastahili kupata hiyo milango. Hatujawahi kukushukuru vya kutosha. Hatujawahi kukushukuru vya kutosha. Umetokoa na janga la corona. Umetokoa na ajali mbalimbali. Nakumbuka uliponiokoa na ajali ya ndege hapo. Ninakumbuka ulipomwokoa mtoto. Katika wimbo huu, Dr. Ipiana anataja visa mbalimbali vinavyoonyesha ukuu wa Mungu, ikiwemo simulizi la kuokolewa kwenye ajali ya ndege pamoja na kisa cha mtoto. Je, visa hivi vilitokea vipi hasa? Visa vya ukweli. Nilikuwa natoka hapa Julius Nyerere naenda Kenya na shirika moja la ndege. Kwa hiyo baada ya 15 minutes of flight, ile ndege tukao tunashangaa inashindwa kuchange zile atmosphere. Unajua ikiwa na panda inabidi unasikia tu milio. So baadaye tukashangaa pilot asemi chochote, na wale mahost wameshaanza, mbona we are not, it's like we are descending, mbona tumeshaanza kama kudescend. So pilot akasema, jamani, engine imefeli na vaeni hayo makoti ya kujiokoa kwa sababu anytime tunapata emergency landing au crash. Kwa kana navigate kutupeleka karibia na bahari at least. Dakika hizo everyone alikuwa ameshapanda. Yani wengine wanavaa makoti, pilot anasema vueni makoti. Kwa vieleweki, tunapata order kwa air hostess, tunapata order kwa pilot. Kwa Kenya chako tu mwadhimishe Bwana. Mwambie ninakushukuru. Lakini namshukuru Mungu alinipa ujasiri siku hiyo. Nikasimama wakati ndege na nikasema, jamani, Mungu yuko katikati yetu. Bwana Yesu anakwenda kusaidia kuland safe. Na namshukuru Mungu tulirudi salama kabisa, land safe back Dar es Salaam. Seketere na mai Riana Mosataba. Ninakumbuka ulipomwokoa mtoto. Issue ya mtoto ni nyingi sana. Mtoto wangu siku moja nimefika nyumbani amecollapse tu, yani atuelewi, alikuwa haumi, shangame amecollapse tu. Kwa hiyo namshukuru Mungu, alikuwa anatoka kabisa hadi mapovu vile. Nikamchukua na gari nikakimbia mpaka
emergency ya Muhimbili kwa at least nilikuwa nakaa kipindi hicho Kinondoni. Na fika pale tunashangaa amefika, yani nimefika amezinduka. Kwa hiyo madaktari kwa mimi what is happening, mbona? Lakini naamini tu ni Mungu alifanya mambo yake. Shukuru tu Mungu pamoja nami. Mwambie Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Ni jambo gani lingine Dr. Ipiana alikuwa anakumbuka alipokuwa akiimba wimbo huu? Kama anavyosema mwenyewe, anakumbuka mambo mengi aliyotendewa na Mungu na amekuja kushukuru. Nakumbuka mambo mengi, nimekuja kukushukuru. Nimekuja kukushukuru. Nimekuja kukushukuru. Sufuria ya ugali ile ikanimwagikia nikiwa na miaka 2. So mama anasema kwamba niliungua mwili mzima, na wanaoweza kuona kwa mbali wanaona bado makovu hapo. Shuhuda zako hazielezeki, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Watu ambao walikuwa wanatunza store akasema huyu mtoto karibia anakufa, mnamleta atapoteza tu dawa. Na mama ananiambia sehemu pekee ambapo palibaki hapa kuungua ni upande wa tumbo, kwa sababu ndio wakawa wananilaza, kwa ananichukua ananilaza tumboni kwake kupitia ngozi ambayo imepona. Na sehemu ambapo pote pameungua kinilaza, nyama ilikuwa inabaki. Sasa ni Mungu tu aliyeweza kunisaidia kuendelea kuishi, kwa sababu nisingeweza kuishi kwa namna ya kidaktari, kwa sababu watoto walioletwa walioungua tu kidogo kuliko hata mimi walikufa mkononi mwangu wakati tunafanya intern. Na hisi Mungu ataka kunionyesha kwamba nimekuweka kwa sababu ya kusudi. Baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile. Sasa hizo experiences wakati naimba wimbo zilikuwa zinakuja live, so nikawa na tamani kuzitamka live kwamba Mungu asante. Siwezi kueleza Baba ninakushukuru. Amina, Mungu kweli anatenda. Kwa kinywa chako tu mwadhimishe Bwana. Mwambie ninakushukuru kwa matendo yako. Umekuwa ni ushuhuda wa Dr. Ipiana kuhusiana na wimbo wake Niseme Nini. Fadhili zako. Rama soka tababa. Katika makala ya Song of the Week. Ripokorobosa. Hadi wiki ijayo kwa mengine mengi. Jina langu ni Lily Kanja. Shukuru tu Mungu pamoja nami. Mwambie Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru. Baba ninakushukuru.